Katika machafuko ya vita ya pili ya dunia, ambapo ujasiri wa wanajeshi mara nyingi ulipimwa kwa silaha walizobeba, kulikuwepo na mwanaume mmoja wa tofauti kabisa. Hakubeba bunduki wala kupiga risasi hata moja, lakini hadithi yake imekuwa hadithi ya ajabu ya ujasiri mkubwa. Hii ni simulizi ya kweli ya Desmond Thomas Doss, mwanajeshi mahiri na hodari aliyeokoa wanaume 75 katika eneo hatari lililojulikana kama Hacksaw Ridge Battle. Desmond Thomas alizaliwa mwaka 1919 huko Lynchburg na alikulia katika familia ya Kisabato yenye imani kubwa ya kimungu. Biblia ilikuwa mwongozo wake na aliamini kwa dhati amri isemayo usiue. Wakati wa shambulizi la Pearl Harbor ulioingiza Marekani vitani, Desmond angeamua kubaki nyumbani, lakini aliamua kujitolea kwenda jeshini kuitumikia nchi yake kama mhudumu wa afya bila kushika silaha. Wanajeshi wenzake walimdharau, walimuita muoga, na kejeli zilikuwa kubwa juu ya imani yake na msimamo wake wa kutokufanya kazi siku ya Sabato. Lakini Desmond hakutikisika, alibaki imara kama mlima wa Sayuni. Akiwa amewekwa katika kitengo cha Infantry Division ya 77, alionyesha thamani yake mapema katika mapambano ya Pacific. Mara kwa mara alihatarisha maisha yake na kuokoa majeruhi chini ya risasi na vita kali. Hata hivyo, hakuna aliyekuwa tayari kwa kile kilichotokea Battle of Okinawa mwezi Mei mwaka 1945. Lengo lilikuwa kupanda mwamba mrefu wenye urefu wa takriban futi 400 uliokuwa ukijulikana kama Hacksaw Ridge. Tarehe 5 Mei mwaka 1945, siku ya Sabato kwa Desmond, kikosi cha Marekani kilipanda juu kwa ajili ya kushambulia. Lakini siku hiyo ilikuwa mbaya kwa jeshi la Marekani, kwani walishtushwa na risasi za mizinga, mabomu na machine gun za Kijapani zilizolipua mistari ya wanajeshi wa Marekani. Ndani ya dakika chache, kufungua macho na kufumbua, takriban wanaume 75 walikuwa wamejeruhiwa na wengine walikuwa wameaga maisha. Vilio vya majeruhi vilisikika kila kona uwanja wa vita. Ndipo kamanda wa jeshi la Marekani akaona maji yamefika shingoni na akaamua kutoa amri ya kurudi nyuma. Kila mwanajeshi alikimbia kwa hofu kubwa na kushuka katika mwamba ule ili kunusuru nafsi yake, isipokuwa mtu mmoja tu, Desmond Doss. Yeye kwa utashi wake akagoma kutii amri ya kurudi nyuma, akaamua kubaki katika uwanja wa vita. Akiwa peke yake juu ya mwamba ule chini ya mvua za risasi, alianza kazi yake ya huruma. Kwa zaidi ya masaa 12 alitembea kutoka kwa mwanajeshi mmoja aliyejeruhiwa hadi mwingine. Aliwabeba na alipochoka aliwaburuta na kuwatibu majeraha yao. Kisha Desmond kwa kutumia fundo maalum aliwafunga kwenye machela na kuwashusha mmoja baada ya mwingine chini ya ule mwamba wa futi 4 hadi kuwafikia watu walionusurika chini ya mwamba ule. Desmond alikuwa na moyo wa ajabu sana, hata kufikia kiwango cha kuwahudumia baadhi ya majeruhi wa maadui zao aliwakuta katika uwanja wa vita. Mabomu yalilipuka karibu naye, lakini alinusurika kifo. Ingawa alijeruhiwa mara kadhaa siku hiyo na siku zilizotangulia, lakini hakuacha. Sala yake ilikuwa moja tu, akirudia tena na tena. Desmond alisema, Mungu unisaidie nimpate mmoja zaidi. Asubuhi ilipofika, angalau wanaume 75 waliokuwa wameachwa wafe walikuwa hai, ikiwemo kapteni wake aliyewahi kumdharau na kumnyanyasa kambini. Kwa ujasiri wake wa ajabu, Desmond Thomas Doss alitunukiwa medali ya heshima tarehe 12 Oktoba mwaka 1945, akiwa mwanajeshi wa kwanza kabisa kupata medali hiyo ya juu zaidi katika jeshi la Marekani. Medali hiyo alikabidhiwa na rais wa wakati huo Henry Truman, ambaye alimwambia Desmond, najivunia sana wewe, unastahili heshima kuliko hata kuwa rais. Baada ya vita, Desmond aliishi maisha ya utulivu na unyenyekevu pamoja na familia yake, akimpa Mungu sifa kwa yote yaliyotokea. Baadaye Desmond alipoteza pafu la upande mmoja kwa ugonjwa wa kifua kikuu, na ilipofika mwaka 2006 ikawa mwisho wa maisha ya Desmond.
na roho yake ikapumzika baada ya kushindwa kupumua kutokana na ugonjwa hatari wa kifua kikuu. Na shujaa huyu akafa akiwa na umri wa miaka 87. Desmond Doss alithibitisha ujasiri wa kweli hauhitaji silaha. Wakati mwingine unahitaji imani isiyoyumba, huruma ya kweli na uamuzi wa kubaki pale ambapo wengine wote wanakimbia. Jina langu naitwa Rasuli Alidi na hii ni Fantas.